nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Haya, vita, pambano kuu. Wakati huyo Yohana anaandika, ni wakati gani huu? Hebu niulize, najua si mara yako ya kwanza kusikia hii. Ni wakati gani huu kulikuwa na vita mbinguni? A, kabla ya Adamu kuumbwa. B, baada ya Yesu Kristo kufa msalabani. C, zote mbili, A na B. Mmenielewa? Wewe ukisoma hii vita, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na joka, na yule njoka akapigana na huyo malaika. Ni wakati gani huu? Ni kabla ya kuumbwa kwa dunia, that is before Adam, hiyo ndio A. Au ni baada ya Adamu Yesu kufa msalabani, baada ya Yesu kufa msalabani, hiyo ndio B. Au ni zote mbili, kabla, before and after. Haya, wale tunasema hii ilifanyika huko ilifanyika ikafanyika. Ni mkono tu, ni mkono ndio inasema. Haya, wale wanasema hapana, ni baada ya Yesu kufa msalabani. Wale wanasema ni zote mbili, before and after. D, wale hawajui wanangoja kuambiwa ndio wengi. Sasa I know kuna interpretation ambao iko ya kwamba hii vita ilifanyika kabla, na ni sawa, kwa sababu kuna vita ilifanyika kabla ya Adamu kuumbwa. Kabla Adamu hajaumbwa, shetani alikuwa duniani tayari, lakini shetani alikuwa ameteremshwa kutoka mbinguni. Ila Ufunuo 12 inasema kulikuwa na vita mbinguni. Sasa tukiangalia, napenda tuangalie hii vita sote polepole tu, alafu wewe mwenyewe utaamua. Tutaenda polepole, mimi nitakupatia vidokezi, na hakuna vidokezi yangu, ni Ufunuo. Tutasoma polepole, alafu usikie inakwambia nini. Sasa haya, sasa tuendelee, tuanze hapo tena. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli, kwanza tujiulize, Mikaeli ni nani? Jina Michael, wale wako hapa, maana kuna watu wamesoma Kiebrania, wamesoma Hebrew. Michael, K o ek, L inamaanisha who is like God. L, who is like God. Jina hili Michael lilianza kutumika katika kitabu cha Danieli 10, utaipata hapo, the Michael Prince ambaye alikuwa analeta ujumbe kwa Danieli. Alafu utaipata katika Ufunuo 12 fungu la kwanza, ambayo inasema Michael ambaye anasimama atasimama wakati ule wa mwisho. Na pia utaipata kwa kitabu cha Jude, inaitwa Michael huyu, na pia Ufunuo hiyo 12 fungu la 7. Kwa hivyo ni nani anafanana na Mungu? Si malaika wa kawaida, huyu ni Yesu, si ndio? Yesu ndiye anafanana na Mungu. Ni wakati gani Yesu alifananishwa na Mungu? Hii title kama ni kufanana na Mungu. Je, Yesu katika Agano la Kale alifanana na Mungu au alikuwa ni Mungu? Ni kwa nini inasemekana anafanana? Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba kuna wakati alitoka katika uungu akawa kitu kingine, lakini ndiye anafanana na Mungu. Kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 5 hadi la 8 linasema ya kwamba aliacha uungu, aliona kuwa na uungu si akaacha, that's what the language that is used there, that godliness akaacha, akaja duniani, akazaliwa na mwanamke. In fact, Waebrania 2 anasema ya kwamba akawa a little bit less than angels. Lakini Wakolosai, Paulo akiongea kuhusu Yesu anasema ya kwamba he is the express image of God. Yeye Yohana akiongea habari za Yesu 1 fungu la kwanza anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwa kwa Mungu, nalo neno lilikuwa ni Mungu hapo mwanzo. Lakini ukifika fungu la 14 anasema ya kwamba nasi tukauona utukufu kama wa mwana wa Mungu. Yesu anafanana na Mungu. Inatumika hivyo kwa sababu alikuja akawa kama sisi, lakini bado he is part of the Godhead. Lakini yeye sasa anamtegemea Baba tangu azaliwe, anasema Baba. Kiongea kuhusu Baba, Yohana 17 anasema ya kwamba mimi naja kwako Baba mtakatifu.
Baba. So wakati tunapomuona katika Ufunuo 12 fungu la 7, yeye ni Mikaeli anayefanana na Baba, lakini pia anapigana na joka. Joka na malaika zake wakapigana na Mikaeli. Huyu joka ni nani? Fungu hilo la 8 anasema nini? Hiyo fungu la 8 anasema hivi, Fungu la 8, nao hawakushinda. Sikia, vita imekuwa, nao hawakushinda. Ni nani hawakushinda? Soma, endelea. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Sikia hiyo lugha hapo, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Hiyo tena inamaanisha nini? Ya kwamba ulikuwa na mahali, lakini sasa hata hiyo mahali ulikuwa unapata haiko tena. You cannot use the word again kama haijafanyika. Lazima nifike huku Kizota, alafu mniambie hautapatikana tena hapa Kizota, au niambie tutakuita tena, utakula tena. Mtu hawezi akupatia mili ya kwanza na haujakula kwambia utakula tena. Ni lazima upate, au anje hana chakula akuulize utakula tena na haujakula. Ati nitakula tena, nimekula kwanza hiyo kwa hivyo lazima kuwe na ya kwanza ndio useme tena. So wakati tunapoangalia hii lugha hapa, anasema wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni, pia inaweza maanisha maana ile ya kwanza ya kwamba walikuwa na mahali lakini wamefukuzwa, haipo tena. Hata hivyo, wakati tunapoangalia kuhusu shetani, hata kama alifukuzwa kutoka mbinguni, mahali pake hapakufungwa mbinguni. Shetani bado alikuwa anarudi mbinguni, kwa sababu alipokuja duniani, Adam akala tunda, ukua Adam uliisha, na kwa hivyo Adam ceased to be the representative of us. Yani Adamu amekwisha, si yeye atatuwakilisha sasa. Sasa tuko na gavana mpya, tuko na gavana anatuwakilisha mbinguni na ni shetani. So shetani assumed the title, na kwa hivyo yeye ndiye anatuwakilisha mbinguni. Kitabu ni cha Ayubu 1 fungu la 6. Hatuna wakati tutasoma, utasoma after this. Ayubu 1 fungu la 6 na Ayubu 2 fungu la 6. Inasema nini? Wakati wana wa Mungu walienda kujidhihirisha mbele za Mungu, ni nani alionekana miongoni mwao? Shetani. Mungu akamuuliza umetoka wapi? Sikia hiyo lugha, umetoka wapi? Kwa hivyo hawezi akawa hapa duniani. Akasema nimetoka wapi? Duniani. Kuzunguka zunguka huko duniani. So they are talking about a place where they are not. Wanaongea kuhusu mahala ambako hawako. Kwa hivyo wako hapa. Shetani ameonekana. Aya, hata wewe uko kwa mkutano umetoka wapi? Nimetoka hapo duniani, kuzunguka huku na humo. That's the language he is using. Akamuuliza, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umemuona na ukaona ni mtu mcha Mungu, mtu muadilifu, mtu ambaye umemuona? Akauliza Mungu, Ayubu anakucha bure? Si umemzingira? You know the discussion. Na kwa hivyo Ayubu akaomba ruhusa aende akamjaribu huyu shetani na mimi na Ayubu, na akaambiwa usiguze nini? Mwili, usiguze roho yake. Deal na mali yake ni sawa. Alafu hiyo 2:6 inapatikana tena another time, wameenda mbinguni na shetani tena amepatikana. He was representing us, lakini yeye ni accuser, yeye ni kustaki. Kuna kitu mzuri. Akaulizwa mara hii tena, Mungu akamuuliza mambo ya Ayubu, na ndio wakati wa pili alipewa ruhusa ya kuguza mwili lakini asiguze roho. So the devil alikuwa anaenda. Sasa ni wakati gani mambo yake iliisha? Ni wakati gani alisimamishwa kwenda mbinguni? Yohana 12 soma fungu la 31. Anasema nini? Yesu mwenyewe amekuja duniani, Yesu mwenyewe amezaliwa, Yesu mwenyewe ako karibu kufa pale msalabani. Akasema hivi katika Yohana 12 fungu la 31. Soma. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sikia, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Tuachie hapo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa wapi? Nje. Haro, ni nani anatupwa nje? Biblia imesema ni nani? Ni nani anatupwa nje?
Biblia imesema ni nani? Ni nani anatupwa nje? Ninataka mseme mkuu na mnarudia shetani. Na nauliza Biblia inasema nini? Mnajibu vizuri. Mnajibu vizuri. Imesema nini? Mkuu wa ulimwengu. Ni nani anatupwa nje? Shetani. Biblia imesema nini? Mkuu wa ulimwengu. Ni nani ametupwa nje? Shetani. Sasa lakini ni sawa tu. Sasa tufanye nini? Anyway, you are right. You very right. Mkuu, lakini nitaka usikie hiyo neno. Kiingereza inatumia jina the prince of the world. Mkuu wa dunia hii alikuwa ni shetani mpaka wakati wa fungu hili. Ikasema sasa mkuu, the dictator wa dunia hii atafanya nini? Atatupwa nje. Kwanza sio kuambiwa toka, anatupwa. He is being thrust out. Anatupwa nje. Na wakati endelea sasa. Fungu la 32. Sikia, I want you to hear the contrast. Anaanza na neno gani? Nami acha hapo. Neno gani? Anza fungu la hiyo neno la kwanza tu 32. Sasa umerudi nyuma 32. The word nami. Achia hapo baba. Nami. Fungu la 31 imetuambia mkuu wa dunia hii atahukumiwa, atatupwa nje. Nami. Hello? Jesus is replacing hiyo. Atatupwa nje. Nami. Mimi Kristo, sasa soma. Mimi Kristo nikiinuliwa juu ya nchi. Nikiinuliwa juu ya nchi. Nitawavuta wote kwangu. Asante baba. Kwa hivyo Yesu is assuming the title ya governor, ya mkuu wa dunia. Kwa sababu sasa mkuu wa dunia amefanya nini? Ametupwa nje. Yesu akiongea katika kitabu cha Luka 10, soma Luka 10. Akiongea Luka 10 fungu la 18, anaelezea jinsi alivyomuona huyu shetani. Anaona namna gani? Akawaambia, nilimuona shetani akifanya nini? Akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Good. Sasa ni Yesu anasema nilimuona. Baada yake ya kutupwa nje, nimemuona akitupwa chini kama umeme. Now, tunaporudi pale katika kitabu cha Ufunuo 12 sasa fungu la 8, anasema ya kwamba mahala pao hapakuonekana mbinguni. Alitupwa. Kama tunasema hii ufunuo hapa ni before the creation. Hebu tuendelee sasa pale. Tuko fungu la 9 sasa. No, la 8, hatukumaliza na 8. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Na mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Sikia, yule joka akatupwa. Kwanza tukubaliane ya kwamba neno joka linaanza kutumika baada ya wanyama kuumbwa. Kabla ya creation hakukuwa na joka. Kwa hivyo joka linakuja kwa sababu Adam aliita hii joka. Joka mgani? Yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Zamani gani? Nyoka huyu. Nyoka anapatikana pale Eden wakati anamdanganya mwanamke. Endelea. Afanya nini? Aitwaye Ibilisi na Shetani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Endelea. Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Simama hapo. Audanganyaye ulimwengu wote.